kibali ni upako wa Mungu juu ya mtu au roho ya Mungu juu ya mtu, ujue pia kukatalika ni roho ya shetani juu ya mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama roho ya Mungu iko juu yako unakubarika, uwe na uhakika. Mahali popote roho ya Mungu ikiondoka, roho ya shetani inachukua nafasi. Mwanadamu hajaumbwa kufanya mwenyewe. Ameumbiwa kitu kinaitwa uungu. Ukimkosa Mungu, shetani atachukua nafasi. Kwa ajenda ya muhimu ya kwanza kuweza kujua kukatalika ni roho. Kwa hiyo sitaki tusome kila kitu kwa sababu kuna vitu nataka tuvichambue hapa ndani tupate muda wa kuomba. Tuliangalia kwenye kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa 16 na wa 17. Baada ya Esta kuelimishwa na Mordekai, akagundua nafasi yake na akagundua amepoteza kibali, akaingia kwenye maombi ya siku 3 kuomba kibali. Alafu tukaona pia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume Warumi sura ya 15 mstari wa 30, Paulo anaomba maombi watu wamuombe apate kibali. Kwa hiyo kibali kinaombewa. Kwa hiyo kama kibali kinashughulikiwa kiroho ili Mungu aachilie juu yetu, na kukatalika kunashughulikiwa kiroho ili shetani atoke juu yetu. Tunaelewana watu wa Bwana? Kama tunamuomba Mungu atupe kibali, kama kuna roho ya kukatalika, hivyo hivyo tunaishughulikia kiroho. Ni kitu cha muhimu ambacho ni muhimu uweze kuelewa. Kama kibali ni roho, kwa hiyo vita yoyote ya kibali inashughulikiwa kiroho. Tunaelewana watu wa Bwana? Tunaelewana watu wa Bwana? Na kama kibali ni upako wa Mungu ulio juu ya mtu, basi kukosa kibali pia ni upako wa shetani juu ya mtu. Kwa hiyo ni issue ya kiroho. Ndio maana nilikwambia kibali hakielezeki, kibali hakionekani. Unajua sio rahisi kukielezea kibali kina rangi gani au kibali kikoje. Kuna mahali unagundua unakubalika, ukitaka kuwaelezea watu unashindwa, unabaki kuambia ni Mungu tu amefanya. Unajua najaribu kuwashawishi waelewe lakini sina. Na ndio maana ending point ya kibali, hitimisho la kibali huwa ni unyenyekevu. Kwa sababu unajua kabisa huyu ni mwenye mbingu amekuja juu yangu, akiondoka nabaki kama nilivyo hapa, tena hakuna atakayenisikiliza. Kwa hiyo kwa kuwa wamekuja kunisikiliza, wamekuja kumsikiliza yeye. Utukufu na heshima lazima apokee yeye peke yake. Kwa nini tunampaga Mungu utukufu? Kwa sababu tunajua hii biashara namna tumetoboa, kama asingekuwa Bwana tusingeweza kufika hapa tulipofika. Kwa sababu tuna wenzetu wanafanya biashara ya kufanana na sisi, lakini ukweli ni kwamba tuko mbali kuliko wao. Sio kwa sababu ni wajanja. Tukiwaangalia hao wenzetu wana elimu kubwa, ni maarufu, wamekuja mjini miaka mingi, lakini si ni wajuzi tu hapa. Hatuna hata historia ndefu, ila kila tunalolifanya, hata kama kuna giza uwaga tunatoboa, hata kama ni pagumu uwaga tunatoboa, hata kama kuna upinzani uwaga tunatoboa. At the end of the day tunagundua ni kibali cha Bwana kimetufunika juu yetu. Sijui ninaongea na nani, haijalishi ni pagumu kiasi gani. Kibali ni upako. Upako ni mafuta. Mafuta hayajawahi kuzuiliwa kupenya popote. Mafuta yanapenya kwenye mwamba, mafuta yanapenya kwenye mti, mafuta yanapenya kwenye giza, mafuta yanapenya mahali popote pale. Kwa unagundua ni kibali cha Mungu kimenifunika. Jambo la pili, andika kuvunja nira ya kibali. Jambo la pili, andika kuvunja nira ya kibali. Wakati unaandika hiyo, nisaidie kufungua Isaya 61:3. Jambo la pili, andika kuvunja nira ya kibali. Jambo la pili, nisaidie kuandika kuvunja nira ya kibali. Kumbuka tunaanza kushughulikia leo jinsi ya kuishinda roho ya kukatalika. Jambo la pili, andika kuvunja nira ya kibali. Wakati unaandika, nisaidie kufungua Isaya 61. Kuna mtu kama hajadaka kitu nataka adake, nataka nimwekee hii kitu iweze kumsaidia. Alafu tutaiangalia huko ndani zaidi. Isaya 61 ule mstari wa 3. Utaniruhusu nianzie mstari wa kwanza, alafu tukae kwenye mstari wa 3. Utaona neno la Bwana linasema hivi: Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Sikia mstari wa 2. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mstari wa mwalimu Waitenga, mstari wa 3. Kuwaagizia hao walio katika Sayuni,
wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Wapewe kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Kitu ambacho hujakiona nataka uweze kukidaka ni pale anaposema wapewe vazi la sifa badala ya roho nzito. Tunaelewana? Wapewe vazi la sifa badala ya roho nzito. Kumbuka kwenye tafsiri tulikotoka, mwalimu anapozungumza juu ya roho ya kibali anazungumza wepesi wa kufanya mambo. Sasa Biblia inasema nguvu za Mungu ziko juu ya Yesu. Kazi mojawapo anayoifanya Yesu ni kutuvua mavazi ya roho nzito na kutuvika vazi la sifa. Manake mtu anayekuwa amekosa kibali, kuna roho ya uzito inayokuwa imemfunika. Kuna roho fulani ambayo haimpi kusogea. Kazi mojawapo aliyokuja kuifanya Yesu ni kuhakikisha hakuna vazi lolote lililobeba roho ya uzito linakaa kwetu. Anasema wapewe vazi la sifa. Vazi la sifa ni roho ya Mungu. Roho ya Mungu ni roho ya wepesi. Kwa hiyo moja ya kazi ambayo Yesu alikuja kufanya ni replacement. Unavuliwa roho nzito, unavikwa vazi la sifa. Unavuliwa roho ya kukatalika, unavikwa vazi la kukubalika. Angalia kitabu cha Zaburi tuweze kuona hii. Zaburi sura ile ya 5 mstari wa 12. Zaburi sura ile 5 mstari wa 12. Zaburi sura ya 5 na ule mstari wa 12. Kama una Biblia yako hakikisha unasoma na mwalimu, itakusaidia sana. Zaburi 5 mstari ule wa 12. Tutasoma mistari michache kidogo pale. Mstari wa 12 afu tutasoma kitabu kingine mistari kadhaa. Biblia inasema kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana atamzungushia radhi kama ngao. Ukisoma Biblia ya habari njema, neno radhi wameandika neno kibali. Neno radhi wameandika neno kibali. Kwa maana wewe utambariki mwenye haki. Sikiliza anaposema Bwana atamzungushia kibali kama ngao huyo mwenye haki. Fungua tena pamoja na mimi kile kitabu cha Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Isaya 10:27. Isaya 10:27. Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Kuna vitu natamani uweze kuvipata kabla hatujachanganya huko mbele, na vitakusaidia sana jinsi ya kuomba. Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Utaona neno la Bwana linasema hivi: tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Sijui kama umedaka nachosoma. Nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Narudia tena. Anasema hivi: tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Angalia 58:6. Isaya hiyo hiyo 58 mstari wa 6. 58 Isaya hiyo hiyo 58. Isaya hiyo hiyo 58 mstari wa 6 na wa 9. Utaona neno la Bwana linasema hivi. Mstari wa 6 anasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kusilegeza kamba za nila, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nila. Mstari wa 9, ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiiondoa nila isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole wala kunena uovu. Unganisha tena, itakusaidia. Ni kuongeze mistari michache inaweza ikakusaidia. Unganisha tena Samueli wa kwanza 6:7. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 6 ule mstari wa 7, mstari mmoja tu, kuna jambo nataka uweze kuliona. Biblia inasema hivi 6:7. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7 imeandikwa, basi sasa jifanyizieni gari jipya, mkatwae na ng'ombe wake wawili wakamwao ambao hawajafungwa nira,
nanyi mkawafunge hao ng'ombe garini na kuwaondoa ndama zao na kuwatia zizini. Ukisoma hivi vitabu vitatu nilivyokupa, Isaya sura ile ya 10, sura ya 58 na kitabu hiki, utaona mbingu zinazungumza juu ya roho ya uzito au roho ya kukosa kibali kama nira anayokuwa amefungiwa mtu. Alafu mbingu zinasema pale upako mafuta ya Bwana yatakapopata nafasi juu yako, ile nira uliokuwa umefungiwa nayo pamoja itakuachilia. Kwa lugha nyepesi, kukosa kibali ni kama nira. Wale wafugaji wanaweza nielewa wanapozungumza ya kitu kinaitwa nira, kwa sababu kama Biblia inasema nira yangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi. Wale wanaofuga ng'ombe, ukiwa na wale ng'ombe wa kulimia wanakuaga ng'ombe si wameasiwa, ni ng'ombe ambao wanafungwa hapa, anafungwa na huku, alafu wanaanza kukokota kile kidude cha kulimia mashamba. Kile kinachofungwa kwenye mashingo yao na kuwasaidia kuweza kulima ndio kinaitwa nira. Kwa Biblia inazungumza roho ya kukatalika inapokuja juu ya mtu inakuwa kama ni mzigo ambao umemuelemea. Ni nira ambayo popote unapoenda, chochote unachofanya hakifanikiwi kwa sababu ile nira imekushikilia. Biblia inasema kazi mojawapo ya mafuta unapoyaachilia shingoni ni kuondoa nira iliyomshikilia mtu. Moja ya kitu ambacho Mungu anatamani uweze kukijua, unahitaji upako wa Roho Mtakatifu kujaa juu yako. Na Roho Mtakatifu anapojaa juu yako, kazi ya yale mafuta ni kuondoa ile roho ya kukatalika. Ndio maana Yesu alisema, nimekuja kuwavua roho nzito niwavike vazi la sifa. Maana yake roho ya kukatalika haiwezi kuondoka kama roho ya kukubalika haijaja juu yako. Hawajanielewa, tunaenda mbali. Biblia inazungumza Mungu alipomkataa Sauli, roho ya Bwana ikaondoka juu ya Sauli. Mungu alipomkubali Daudi, roho ya Bwana ikaja juu ya Daudi. Maana yake mara ya kwanza Daudi alikuwa na neema ya utumishi wa chini chini, anafuga, anachunga kondoo za baba yake, anapigana na dubu na simba, lakini hakuna mtu anayemjua Daudi. Yuko mafichoni Daudi, hakuna mwenye kutambua habari ya uwezo wa Daudi. Lakini alipokorofisha Sauli, roho ya Bwana ikaondoka juu ya Sauli. Alafu Mungu akampenda Daudi, roho ya Bwana ikaja juu ya Daudi. Roho ya Bwana ilipokuja juu ya Daudi, hata wamama walijua pamoja na Daudi ana umri mdogo, lakini kazi aliyoifanya ni kubwa kuliko Sauli aliyekuwa na umri mkubwa. Ajenda huwa haiwi umri, ajenda huwa haiwi umaarufu, ajenda huwa haiwi historia. Ajenda ni pale kibali cha Bwana kinapokuja juu ya mtu. Mungu anapoachilia kibali chake juu yako, hata wasiokujua watakujua. Wala uhitaji nguvu ya matangazo, kwa sababu matangazo yanajitangaza yenyewe na kukutambulisha. Wala uhitaji nguvu ya kuweka ushawishi, kwa sababu utumishi wako na kusimama kwako na mahubiri yako ni ushawishi. Kitu gani unazungumza? Ili roho ya kukubalika, ili Daudi aweze kufanya kazi na kujulikana kwa kiwango Mungu anachotaka, ili muhitaji Mungu kuachilia roho yake juu ya Daudi. Na ili Sauli afutike juu ya uso wa nchi, Mungu alipomwacha, ilihitajika roho ya Mungu itoke kwa Sauli. Roho ya Mungu ilipotoka kwa Sauli, Sauli alibaki katika namna ambayo hakuna ambaye anashughulika na Sauli. Mwalimu, unazungumza kitu gani? Watumishi wa Bwana tunalinga kwa namna hii, lakini roho ya Mungu ikishaondoka juu yako, hakuna mtu anashughuli na wewe wala anaishi na wewe. Ila roho ya Mungu ikishakuja juu yako, kila mtu atatafuta shughuli na wewe. Na kuambia maidia, kuna watu watatafuta kupiga picha na wewe tu, picha tu, yani picha tu, yani picha tu. Kwa nini? Kibali kimekuja. Wewe toka hapo nje uone kama kuna mtu anakutafuta mpige picha. Halafu kuna neema ikishaachiliwa na kibali juu yako, utasikia mamdao tupige tu picha. Huna hata muda na picha za hao watu, lakini status zao zimejaa picha yako. Huyu ndio mwamba, huyu ndio Ailini, huyu ndio Ailini wa Bethel, huyu ndiye mwamba. Mwalimu, unazungumza kitu cha namna gani? Kibali cha Mungu kikisha kuja juu yako, nira ya kukatalika inaondoka juu yako. Sasa unajuaje kama nimefungiwa nira ya kukatalika? Kama kuna roho ya kibali imeondoka juu yangu. Wala tuweze kuchambua mambo machache yataweza kukusaidia. Na ni kitu cha muhimu, kwa sababu kuna mambo makubwa mawili matatu lazima uweze kujua. Unaweza ukazaliwa na kibali,
lakini ukamaliza bila kibali, kikapotea. Na unaweza ukaanza na kibali, lakini kile kibali kikapotea. Lakini kusudio la Mungu, anataka utembee na kibali chake. Ndio maana unamsikia Musa anamwambia Mungu, uso wako usipokwenda pamoja nasi, usituchukue hapa. Alikuwa anajua. Kwa sababu unajua ni rahisi kutumia mahubiri kwa uzoefu kwamba nitasimama tu hata kama roho wa Bwana hayupo juu, nitasimama. Musa alijua huwezi kufanya jambo lililobeba kusudi la Mungu kwa mazoea. Mimi nataka ugeuze biashara yako kama utumishi. Kwa sababu kwenye biashara yako watu wanatumia ya Kaisari, mpe Kaisari. Of course biashara ni ya Kaisari, lakini kama Mungu anahusika kwenye biashara zetu, basi biashara ni sehemu ya ufalme wa Mungu tunapozifanya zikiwa ni baraka. Kwa sababu Biblia inasema Mungu atabariki kazi za mikono yetu. Nini mwalimu unachozungumza? Kama ukijua nguvu ya upako, hautafanya biashara kwa mazoea kama jana. Kwa nini? Kwa sababu wakati uko hapa, kuna watu wako Bariadi wanaroga biashara yako. Kwa ulivyofungua jana biashara, usifungue kesho biashara. Lazima umuulize Mungu, lazima umkaribishe Mungu, lazima umpe Mungu nafasi. Wakati unaendelea kufanya utumishi hapa, kuna watu wako kwenye ofisi wanaroga. Yani wanaroga ili wewe ushushwe cheo, wenyewe wakae kwenye hiyo nafasi yako. Usifungue ofisi kesho kama ulivyofungua leo. Kila siku inahitaji new and a fresh anointing. Kama mwahi kusikia, nimewahi kushuhudia dokta mmoja ambaye niko naye mpaka leo karibu, na tuko naye kwenye magrupu nayoongoza ya maombi. Alipata nafasi ya kusafiri kikazi, na alikuwa amekabidhiwa kitengo cha mama na mtoto mkoa fulani mahali fulani. Na aliposafiri kikazi, akarudi akakuta ofisini kwake wamechimba. Akawa amemuuliza mlinzi na wenzake, kwani hii wiki moja tu niliposafiri kuna mafuriko yalipita hapa mbele ya ofisini kwangu? Wakamuuliza, kwani hasa hii zege iliyowekwa hapa ofisini kwangu ni zege ya nini? Akawa anakosa amani kabisa. Akawa amenipigia simu, akanambia, mwalimu, nilikuwa safari kikazi, lakini nimerudi ofisini kwangu, nimepita lile eneo, nimelivuka kwenye ngazi zangu, ziko ngazi 3, ila nimekuta kwenye chini, kabla ya kuanza ngazi ya kwanza wamechimba, alafu kumewekwa zege, alafu naambiwa tu kuna lishimo lilijitokeza, kwa hiyo wakalifukia kwa zege. Ila mwalimu, nakosa amani. Nikamwambia, sikiliza, kwani kokoto zinauzwa milioni? Hamna. Simenti inauzwa 200,000? Hamna. Njoo tuombe. Tukaomba naye kwenye simu. Alafu nikamwambia, nenda kafukue lile zege. Kama walifikia muda wanaojua wao, sikiliza muda ambao Mungu anakupa. Akaenda akafukua ile zege. Alipofukua ile zege akakuta wameweka chungu, na ndani ya chungu kuna mantunguli yao. Alafu wamepiga na zege. Wiki moja unafurahia, na furahi nimepewa kanafasi ka kusafiri kikazi. Si unajua ukisafiri kikazi kuna ka allowance, wewe moyo wako unafurahia allowance. Na wakati unamshukuru Mungu kwa ajili ya kile kidogo utakachokipata kwa sababu ya safari, na ile heshima waliokupa kwa sababu ya safari. Watu walio kwenye vitengo vya mama na mtoto wanaelewa kitu tunachozungumza, kwa sababu ni kitu ambacho unasafiri mara kwa mara sana. Kwa hiyo unaweza ukafurahia ile kitu, lakini the moment umeondoa mguu wako hatua moja, kuna watu ambao wangetaka kukupoteza mjini. Kwa alipofukua akavunja vile vitu, akaniuliza, mwalimu, tufanyaje? Nikamwambia, hakuna kitu cha kuambiana tufanyaje. Ichome moto kila ulichokutana nacho hapo, na wakati unachoma endelea kuomba. Na akachoma moto, alafu akaweka zege mpya. Unajua nataka nikwambie kilichoendelea. Kuna ndugu wamekuwa wanafanya naye vita muda mrefu sana. Haikuchukua mwezi, alihamishwa bali kazi. Ni mtumishi mwenzake ambaye anakitaka hicho cheo. Sasa huyu mtumishi anatumia nguvu za giza. Kwa anaona namna ya kufanya, sijui ampige stroke, sijajua ni kitu gani alichokuwa amekusudia. Mwalimu, unazungumza kitu gani? Nazungumza hivi, unaweza kuanza na kibali, usimalize na kibali. Kuna watu walianza wana kibali kikubwa cha biashara, wana kibali kikubwa kwenye utumishi,
Lakini ukifuatilia kibali alichokuwa nacho hakifanani na sasa. Ni kwa sababu kazi ya Mungu haitaki mazoea. Maisha tulionayo hayataki mazoea. Maisha tulionayo, mazoea tunayoyahitaji ni kuwa na Mungu kila wakati, ndio mazoea yetu. Fresh anointing every moment. Ukitoka ukarudi kwenye madhabahu hii, unaambia Mungu, nilivyosimama jana sio kama nilivyosimama leo. Naomba uwepo wako uwe pamoja na mimi. Mungu, nilivyofunga biashara jana sio nitakavyofungua leo. Nafungua hii biashara katika damu ya mwana kondoo. Uso wako uwe pamoja na mimi kwenye hii biashara. Hujawahi kuona aliyekuloga anachungulia kuona kama utavuka hapo au ndio unafia hapo, alafu ndio unauza kuliko jana ulivyouza, hadi anapata shida moyoni mwake? Ni kwa sababu hajui kwamba unajua Mungu akiwepo uchawi huwa unanyamaza kimya, nguvu za giza zinanyamaza kimya, wapambe wananyamaza kimya, wanafiki wananyamaza kimya. Tunahitaji kibali cha Bwana every second. Tunahitaji uwepo wa Mungu kila sekunde. Muda wote tunamwambia Bwana, tufurike na nguvu zako. Kwa nini? The higher the profit, the higher the risk. Mahali penye faida kubwa pana vita kubwa. Eneo lenye kuinuliwa kuna vita ya kuinuliwa. Kwa tukiinuliwa, Mungu anakuwa karibu kuliko hata nyakati ambazo hatujainuliwa, kwa sababu tunaijua vita yake. Na Mungu anataka tutembee na kibali chake wakati wote. Dalili za kukosa kibali. Nazo dalili 10. Nataka tuangalie chache afu tuingie kuomba. Taendelea nazo kesho hapa. Dalili za kukosa kibali. Nazo dalili kama 10 hivi. Nataka tuangalie chache alafu tuingie kuomba. Kesho tutaendelea nazo. Ili tunapo ingia kushughulika kuvunja nila, ujue tunashughulika kitu cha namna gani. Dalili ya kwanza. Dalili zinazoonyesha ya kwamba umepoteza kibali kwenye nafasi yako au umekosa kibali kwenye nafasi yako. Nataka tuangalie dalili kadhaa hapa, alafu tutapata nafasi ya kuomba, na kesho tutapata nafasi nyingine tena ambayo Mungu atatusaidia sana. Dalili ya kwanza, kuwa na hali ya kuwatendea watu mema. Kuwa na hali ya kuwatendea watu mema, lakini bado unachukiwa, unatengwa na watu bila sababu ya msingi. Kuwa na hali ya kuwatendea watu mema kwa moyo mzuri kabisa, lakini watu hao ambao unawatendea mema wanatengeneza, wanakufanyia kuwa na hali ya unaona bado unachukiwa, unaona bado unakataliwa, na ukizitafuta sababu za msingi za kuchukiwa huzioni. Narudia tena. Dalili ya kwanza ya kwamba unahitaji kutafuta kibali cha Bwana ni hii: kuwa na hali ya kuwatendea watu mema, lakini bado unachukiwa na kutengwa na watu bila sababu za msingi. Sentensi kubwa na ya maana hapa ni lile neno bila sababu za msingi. Yani ukijikagua huoni sababu kwa nini watu wanakuchukia. Huioni. Ukijikagua huoni sababu kwa nini watu wanakutenga. Huioni. Kwa nini? Unapoukagua moyo wako unagundua we ni mtu ambaye unatendea watu mema. Yani huna vita na watu zisizo na msingi. Kwa sababu ukiwa na vita na watu tegemea kuchukiwa kupo. Lakini kama huna vita na watu zisizo za msingi, alafu hali ya kuchukiwa ni kubwa, hali ya kutengwa ni kubwa, kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho akijakaa sawa. Mwalimu, umeitoa wapi? Nimeitoa maeneo mengi ya Biblia. Tuanze na kitabu cha Mwanzo sura ya 4 uweze kuona hiki kitu. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 na wa 14. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 na ule wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 7 na wa 14. Sasa kumbuka, unaweza ukakuta una dalili tu moja au una dalili zote. Ni jambo ambalo Roho Mtakatifu anakusemesha unahitaji kufanyia kazi hiki kitu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Mstari wa 14 utasoma mistari mingine kwa faida yako. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Kabla hatujasoma kitabu kingine, tufungue Ezekiel 16:5 kidogo niunganishe. Ezekiel 16:5. Ezekiel 16:5 ili tusikae sana hapa. Ezekiel 16:5
Ezekieli 16:5. Kitabu cha nabii Ezekieli sura ile ya 16 na mstari ule wa 5. Tuweze kuunganisha kitu hapo na vifungu vingi kidogo, lakini walao nikupe vichache vitakusaidia. Biblia inasema hivi: hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, walakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Nianzie mstari wa 3 kuwapa faida watu wachache ambao hawajasoma Biblia hapa mara kwa mara. Biblia inasema hivi, mstari wa 2: mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muhiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala ukuoshwa kwa maji usafishwe, ukutiwa chumvi hata kidogo, wala ukutiwa katika nguo kabisa. Mstari wa mwalimu wa 5: hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo ya kukuhurumia, walakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Kabla sijasoma vitu vingine, Mungu anamwambia hivi Kaini: kama ukitenda mema hutapata kibali. Maana yake kuna mahusiano kati ya kutenda mema na kupata kibali. Kwa sababu wakati huu Mungu anazungumza na Kaini ni wakati ambao Kaini amemuua mdogo wake Habili. Na shida ya Kaini na Habili ni kwa sababu Habili alitenda mema mbele za Bwana, na kwa sababu hiyo Habili akapata kibali mbele za Bwana. Kaini akafanya mabaya mbele za Bwana, na Kaini akapoteza kibali mbele za Bwana. Kwa hiyo ule roho ya wivu ikamuingia Habili kwa sababu ya mema aliyoyafanya na kupata kibali, na kwa sababu hiyo Kaini akamuua Habili. Nini kilichotokea? Wakati Mungu anakuja, hakuja kwa Kaini akiwa mkali. Ukali wa Mungu na adhabu ilikuwa juu baada ya Kaini kujibu utumbo na Kaini kumuonyesha Mungu kutokuwa na heshima naye. Kwa sababu Mungu alianza kumuuliza maswali mepesi kabisa: ndugu yako yuko wapi? Na Kaini akamwambia Mungu, unaniuliza habari ya ndugu yangu? Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mungu akamwambia, damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi, na mengine yakaendelea. Sikiliza Mungu alipomwambia mepesi kabla ya adhabu: kama ukitenda mema hautapata kibali. Maana yake kama na wewe ungetenda mema ungepata hicho kibali, lakini hukupata kibali kwa sababu hukutenda mema. Kwa kuna mahusiano kati ya mema na kibali, na hakuna kitu kinaumiza kwenye hii dunia kama unawatendea watu mema alafu unayolipwa ni mabaya. Hakuna kitu kinaumiza kama hicho. Unatenga muda kwa ajili ya watu, muda mwingine unafunga na kuwaombea, na hao unaowaombea ndio ambao wanarudisha vita kubwa kwako. Muda mwingine kidogo ulicho nacho unajitoa kwa ajili ya watu, lakini wewe ukipata shida hauna anayejishughulisha na maisha yako. Kila mtu anasema afie na cha kwake huko. Wewe wenzako wakipata shida tu ni mwepesi kukimbilia. Na kama umejaribu kukagua, moja ya watu wenye roho nzuri na wepesi kusaidia watu wana vita sana kwenye kibali chao, kiasi ambacho wanasema labda na mimi niache kushughulika na maisha ya watu, lakini unajikuta unashughulika automatic kwa sababu umeumbiwa kutenda mema. Sasa Biblia inazungumza kama ukitenda mema hautapata kibali, maana kuna mahusiano kati ya kibali na kutenda mema. Sasa jaribu kutafakari, kwa nini ninatenda mema lakini nayo jilipwa sio mema? Tafsiri ya kibiblia, kuna roho ya kukatalika ambayo shetani anaitengeneza kwenye maisha yako, ili moja, auwe hali yako njema ya kuwatendea wengine mema, lakini mbili, acheleweshe mambo yako yasiweze kufanikiwa. Ndio maana tunaita kukata au kuvunja nira ya kukatalika. Kwa nini? Usije ukabadilisha msimamo wa kuacha kuwatendea watu mema eti kwa sababu hawakutendei. Hata kama hujapata baraka leo, lakini baraka zako huwa ziko kwa Bwana na wakati wake huwa unafikiwa. Wewe unachoongeza kumwambia Yesu, hebu naomba kibali Bwana, ninajitoa kwa ajili ya hawa watu. Mungu atakuinulia hata watu wengine ambao watasimama kwa ajili yako. Usiache kutenda mema kwa sababu watu wanakulipa mabaya. Hatutendaji mema kwa watu kwa ajili ya watu, tunatenda mema kwa watu kwa sababu ni ibada tunafanya kwa ajili ya Bwana, na yule tunayefanya kwa ajili yake ndio amenituma nikuambie ya kwamba endelea kutenda mema. Kibali cha Bwana hakitachelewa juu yako, atafanya jambo kwa ajili yako. Biblia inasema hivi: asili ya kuzaliwa kwako na habari ya kuzaliwa kwako, siku uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa.
Biblia imeeleza mambo mengi wakati Yerusalemu inazaliwa, na akazungumza asili yake inatoka kwa Mkanani, baba yake ni Mwamori na mama yake ni Mhiti. Alafu akaeleza vitu vingi vilivyotokea. Sikiliza kitu anaeleza mstari wa 5. Anasema ulichukiwa tangu siku unazaliwa. Kwa hiyo unaweza ukawa inborn of being hate. Yani umezaliwa na unajikuta unachukiwa, usijui sababu za msingi. Unafanya mema kwa watu, lakini hakuna anayekulipa mema. Na ukitafuta sababu za msingi uzioni. Inategemea ni roho gani ilipita wakati unazaliwa. Kitu gani kiliongelewa na baba yako na mama yako wakati mimba yako inatungwa. Kitu gani kiliongelewa ukiwa miezi 9 tumboni mwa mama yako. Kitu gani kiliongelewa wakati unazaliwa mikononi aliyekushika mikono mara ya kwanza. Kitu gani? Kwa sababu Biblia inasema siku ile uliozaliwa nafsi yako ilichukiwa. Umewahi kufikiri hiyo kitu? Ndio maana nimekuambia agenda yangu iko kwenye lile neno bila sababu ya msingi. Maana kwenye ulimwengu wa mwili hauioni sababu ya msingi, lakini ukija kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu ambacho umevikwa, ni roho nzito, roho ya kukatalika, ambayo na wewe ukiitafuta unamwambia Mungu nisaidie, hii kitu imetoka wapi? Kwa nini? Kwa sababu najikuta tu kuchukiwa na watu, najikuta kupata wakati mgumu sana wa kusukuma mambo yangu kwa kushikwa mkono na watu, na ninazitafuta hizo sababu sizioni. Katika kitu ambacho nataka Wakristo muweze kujua, moja ya kitu ambacho Yesu alikifanya alipokufa msalabani ni kushughulikia asili ya kuzaliwa kwetu. Ndio maana Biblia inasema tumeokolewa mara ya pili kwa neno la Mungu, mbegu isiyoharibika. Na kwa kuwa tumezaliwa mara ya pili, Nikodemo akamuuliza, Bwana, nawezaje kuzaliwa nikiwa mtu mzima? Bwana akamjibu, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na kwa sababu hiyo kila aliyeokoka nimebadilisha asili yake. Yeye sio wa ukoo wa mzee Mushi au Mwaitenga, yeye ni wa ukoo wa Ibrahimu. Maana yake kitu gani? Nimebadilisha asili ya kuzaliwa kwake. Hatujui ni kitu gani kilituvaa wakati tunazaliwa, lakini tunachojua ni kitu kimoja: wakati wa msalaba roho ya kuchukiwa iliondolewa. Nafsi yangu haitachukiwa kwa sababu ya kuzaliwa au asili ya kuzaliwa, lakini nafsi yangu itakubalika kwa sababu ya kazi ya msalaba. Na mimi nakuombea kwa damu ya Yesu, wewe ambaye una roho ya kuchukiwa, kuanzia sasa hiyo roho haina uhalali. Kwa damu ya Yesu haina uhalali. Mungu akupe kibali hapo ofisini, Mungu akupe kibali hapo kazini, Mungu akupe kibali kwenye hiyo ndoa, Mungu akupe kibali kwenye hiyo biashara, Mungu akupe kibali mbele za hao watu. Asili ya kuzaliwa iliyokuchafua, asili ya wokovu imekusafisha kwa damu ya Yesu. Pokea hicho kibali. Moja ya kitu nilipata muda wa kujifunza sana ni juu ya kazi zilizofanyika wakati Yesu anaenda msalabani. Kwa sababu Biblia inasema roho naye anashuhudia sisi ni watoto wa Mungu, na kama sisi ni watoto wa Mungu ni warithi pamoja na Kristo. Tunarithi kile Kristo anachorithi, naye ni mzaliwa wa kwanza wa wote wamwaminio Bwana. Maana yake tumebadilishiwa asili ya kuzaliwa baada ya Yesu kufa msalabani. Ndio maana tunaokolewa mara ya pili, maana yake tunazaliwa mara ya pili. Tunaokolewa maana yake tunazaliwa mara ya pili. Ni kwa sababu kuna watu ambao vita yao iko kwenye asili ya kuzaliwa. Amejikuta tu ni ukoo anachukiwa, ni familia inachukiwa, ni mtu anachukiwa, na hajui sababu za msingi. Hivi niliwahi kukosea wapi? Angalia sababu ya pili, angalia sababu ya pili. Angalia sababu ya pili. Sababu ya pili ni kuvikwa vazi la aibu au la kipepo kiroho. Sababu ya pili, kuvikwa, dalili ya pili, kuvikwa vazi la aibu au la kipepo kiroho. Kuvikwa vazi la aibu au la kipepo kiroho. Nisaidie kuandika mkato kwa sababu kuna mambo matatu kwenye hilo jambo moja. Kuvikwa vazi la aibu au la kipepo kiroho, kuibiwa vazi la kibali chako kiroho, na kuvuliwa vazi la heshima yako kiroho. Kuna mambo matatu kwenye hilo jambo moja. Nataka uikague hii dalili nitakapokuwa nakufundisha mambo machache. Dalili ya pili, kuvikwa vazi la aibu au vazi la kipepo kiroho. Kuna vazi tu ambalo umevikwa, ni vazi la aibu, ni vazi la kipepo. Nitakapojaribu kukusaidia kufundisha, Mungu anaweza kukusaidia kujua kama hiki kitu umevikwa. Lakini jambo lake la pili ni kuibiwa vazi la kibali kiroho.
kuibiwa vazi la kibali kiroho. Na cha tatu ni kuvuliwa vazi la heshima ya kibali kiroho. Ni jambo la muhimu, kuvuliwa vazi la heshima ya kibali chako kiroho. Andika ile Isaya 61, sitaisoma pale. Takusaidia kusoma vitabu vingine kidogo ili tuweze kuongezea hapa, alafu tuna dakika chache za kuingia kuomba sasa. Isaya 61:3 tumeona Biblia inasema utavikwa vazi la sifa badala ya roho nzito. Hajasema badala ya vazi la uzito, amesema roho ya uzito. Kama unavikwa vazi la sifa badala ya roho nzito, maana yake roho nzito ilikuwa kama vazi juu yako. Kwa Mungu anapoivua anakuvisha vazi la sifa. Kwa nitaka uweze kuona hii roho ya kukatalika au roho ya kukosa kibali inaweza kuachiliwa kama vazi, kama vazi. Angalia Zaburi ya 109 ule mstari wa 18, unaweza elewa mwalimu zaidi. Zaburi ya 109 mstari wa 18. Zaburi ya 109 ule mstari wa 18, kuna jambo la muhimu hapo linaweza likakusaidia. Zaburi ya 109 mstari wa 18. Zaburi ya 109 ule mstari wa 18, Biblia inaongea habari ya kujivika laana. Anasema hivi, alijivika laana kana kwamba ni vazi lake, ikamuingia moyoni mwake kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Msisitizo wa mwalimu huko hivi, kuna kitu kinaitwa laana, lakini Biblia inasema hapa alijivika laana. Kwa hiyo laana inaweza kuja kwenye maisha ya mtu kama vazi, kwa sababu Biblia inasema amejivika laana kama vazi. Kwa hiyo laana inaweza kuja kwenye maisha ya mtu, laana ya kukatalika, roho ya kukatalika ni kama vile vazi, ni kama ile jambo umevikwa. Unganisha na ile Mithali, walao niweze kukuongezea tena kitu kupanua ufahamu uweze kuelewa. Mithali sura ile ya 31:25 na Ayubu 8:22. Mithali 31:25, Mithali 31:25 na Ayubu 8:22. Nisome Ayubu 8:22. Ayubu 8:22. Biblia inasema amejivika vazi kama laana. Ayubu 8:22. Ni muhimu uweze kuona hapa. Kitabu cha Ayubu sura 8 mstari wa 22, Biblia inasema na hao wakuchukiao watavikwa aibu, nayo hema yake mwovu haitakuwako tena. Sentensi ya mwalimu au mkazo na utaka uweze kuelewa, anasema watavikwa aibu. Kwa aibu inaweza kuvalika kama vazi. Sijui kama jana ulinisikia, na ni maombi utanisikia ninayaomba sana hapa. Ninamvua vazi la kukosa kibali, namvua vazi la kukatalika, namvua vazi la kukatalika. It's something of knowledge and understanding. Ni swala la maarifa ambalo unaweza usielewe, kwa sababu kuna mtu unamvua vazi na unaona shetani anahangaika kulivua lile vazi. Wamemvika lile vazi, ulikuwa umelala kwenye ndoto, kuna vazi unashangaa umevikwa na unahisi ni ndoto ya kawaida kabisa, lakini tangu ulipovikwa lile vazi ghafla watu wanakuchukia na unashindwa kuelewa kuna kitu gani kinachoendelea. Halikuwa vazi la kawaida. Kama Mungu huwa anatuvika vazi la sifa, shetani huwa anavika pia watu vazi la aibu. Kwa unatembea unaona umevaa mavazi yako ya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho umevalishwa dela ambalo kila mtu akikuona hilo ni dela, hamna atakayekupokea kwenye maisha yako. Lazima tumwambie Mungu usiku wa leo, kila aina ya vazi ambalo umevalishwa, kila aina ya laana ambayo umevalishwa, kila aina ya vazi la kipepo, Mungu aliondoe kwa watoto wako, Mungu aliondoe kwenye ndoa yako, Mungu aliondoe kwenye biashara yako. Wewe sio wa kuvikwa vazi la laana, wala sio wa kuvikwa vazi la aibu. Imeandikwa kwa kazi ya msalaba utavikwa vazi la sifa badala ya roho nzito. Kila roho ambayo umevikwa, roho za kipepo, roho za kichawi, roho za kukatalika, tunazivua kwa damu ya Yesu. Leo ni siku ya kuvikwa vazi la heshima. Acha Mungu akurudishie heshima yako. Watu wa Bwana, muda haunitoshi, lakini wakati Yesu ameshuka kwenye ile bahari, alikutana na mtu mwenye mapepo, yule wa Gerasi. Walikuwa wamemvua mavazi yake. Biblia inasema alikuwa uchi, anashinda makaburini na anashinda milimani. Baadaye yale mapepo yakakimbia pamoja na yule mtu, yakamwambia Yesu, mwana wa Daudi, usitutese wala usituue. Akayaombea yakaingia kwenye nguruwe. Biblia inasema hivi, Yesu akamvika yule ndugu vazi, akampa na akili zake. Watu wa ule mji wakaja kumuona yule
yule mtu. Wakati akiwa uchi kila mtu alimkimbia, lakini Bwana alipomvika vazi kila mtu akakimbilia kumuona. Tuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho shetani amekufanya huko uchi, kila mtu anakukimbia. Mungu anapokuja kwenye semina namna hii anakuja kutuvika mavazi ya heshima. Waliokuwa wanakukimbia watakukimbilia sasa, waliokuwa wanakuacha watatafuta kuambatana na wewe. Kila mtu ambaye kwenye ulimwengu wa roho umevuliwa hilo vazi, tunakuvika vazi la sifa. Lile vazi la heshima lililoondolewa, Mungu amekuja anakutana na wewe, tunakuvika. Pokea hilo vazi kwa damu ya Yesu. Pokea hilo vazi kwa damu ya Yesu. Pokea hilo vazi kwa damu ya Yesu. Kila utupu wa aibu wa kipepo tunauondoa kwa damu ya Yesu. Biblia inasema yule ndugu alikuwa uchi na kila mtu alikuwa anamkimbia. Kila mtu alikuwa anamkimbia. Lakini Yesu alipomvika mavazi kila mtu akamkimbilia. Watu wanaitana mjini, njoo uone Yesu alichotenda. Nini? Yule jamaa anakujaga mtaani kwetu yuko uchi kila siku, amevalishwa mavazi, yuko miguuni pa Yesu. Tena ana akili zake. Alitendewa mambo matatu. Moja, alivikwa vazi. Mbili, akawa miguuni pa Yesu. Tatu, akarudishiwa akili zake. Ndicho kitu Mungu anachokifanya. Mimi sijui naongea na nani. Kwenye ndoto wameiba mavazi yako na haujui kwa nini wamechukua. Ulipoota hiyo ndoto wameiva vazi la ndani la siri. Kuanzia hapo ndoa ikaanza kuwa na shida. Na hukuelewa kilichokuwa kimeendelea. Hiyo ndoto ulioota wamekuibia hilo vazi la siri. Walikuwa wanavuruga ndoa ya kwako, na badala uombe ukachukulia kawaida. Na inawezekana uliomba mara moja mara mbili, lakini hilo jambo halijakaa sawa sawa. Tunarudisha kila vazi ambalo liliibiwa katika ulimwengu wa roho, tunalirudisha katika jina la Yesu. Inawezekana si vazi la utu, lakini ni vazi la uchumi wako, lakini ni vazi la elimu yako. Unajaribu kurudi na kusoma degree ya pili, unajaribu na kujaribu, ngoma inadunda. Awamu hii Bwana atafanya kitu. Mbingu zimefunguka kwa ajili yako. Chochote walichoiba kwenye ndoto tunakirudisha kwa damu ya Yesu. Chochote walichoiba kwa kichawi tunakirudisha kwa damu ya Yesu. Nazungumza na mama ambaye ulianika nguo kwenye kanga, haujawahi kuzikuta tena kwenye kamba, na haujui hizo nguo zilienda wapi. Na kuanzia hapo maisha yako mabaya, na haujui kwa nini ni mabaya. Aliyechukua hizo nguo mikono yake inawaka moto sasa. Watarudisha heshima yako, watarudisha hizo nguo. Nazungumza na baba ambaye uliacha viatu vyako mahali na havipo mpaka leo. Wameiba utayari wako na kibali chako. Tunakuvika hivyo viatu leo kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuvika hilo vazi. Tunatangaza kama walivyoiba ndivyo watakavyorudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Tuangalie dalili nyingine inaweza ikakusaidia. Tuangalie dalili nyingine, warau ya mwisho. Tuangalie jambo jingine linaloweza likakusaidia pia. Kukosa nafasi ya pili. Kukosa nafasi ya pili. Pale unapopoteza nafasi ya kwanza. Kukosa nafasi ya pili. Kumbuka tuna dalili 10. Na nimezipanga kwa uzito wake. Kwa kadiri tunavyoenda tunaenda na vitu vizito, na vitatusaidia kuwa na agenda ya kuomba. Dalili ya pili ni kukosa nafasi. Dalili ya tatu ni kukosa nafasi ya pili pale unapopoteza nafasi ya kwanza. Ulipewa nafasi ya kwanza, ilipoharibika hujawahi kuitwa tena. Hujawahi kuitwa tena. Ni dalili inayokuonyesha umepoteza kibali mazima. Kwa sababu kwa wasomaji wa Biblia wanajua Mungu wetu ni God of the second chance. Kitu kinachomfanya Mungu anaitwa Mungu wa rehema. Hata ukikosea, anamwambia Musa kwenye sheria zake, wana wa Israeli wakinitenda dhambi lakini wakageuza mioyo yao wakatubu katika roho na kweli, nitawasamehe na kwenda pamoja nao. Sifa moja wapo ambayo Mungu wetu anayo, amebeba moyo wa rehema. Moyo ambao kuna mahali ukiteleza ukarudi kutubu, Mungu anakupa nafasi nyingine. Umetoa wapi? Nimetoa kwenye Biblia. Kwa sababu kitabu cha Ayubu kinasema hata mti uliokatwa unaweza ukachipuka tena. Pale umande wa maji utakapoijilia ile mizizi iliyochakaa, unaweza ukasimama tena. Ile umebeba mimba form 4 haimaanishi maisha yameharibika. Mungu anaweza kukupa ukatengeneza tena. Ile umefukuzwa kazi ofisi hii haimaanishi pata
tena, Mungu anafunguanga milango mingine tena. Kwa sababu wanaweza kuja kwa njia moja kukuharibu, Mungu ana njia zaidi ya 7 kukutengeneza. Lakini jambo lilipoharibika mara ya kwanza, haujawahi kupata fursa mara ya pili. Ni ishara kwamba umepoteza kibali mazima. Mungu tuliye naye ni Mungu wa second chance. Mwalimu, unazungumza nini? Jasiri, muda hautoshi kusoma Biblia kila eneo, lakini wasomaji wa Biblia wanajua Sauli alipopewa nafasi ya kuwa mfalme, Biblia inazungumza aliposhindwa kumsikiliza Bwana, Mungu akamwambia kwa kinywa cha Samueli, kwa kuwa umemkataa Bwana, Bwana naye amekukataa. Kasome sura ya 15 kitabu cha Samueli wa kwanza. Mtumishi wa Bwana alienda Sauli akamwambia, naomba nafasi nyingine. Akasema hakuna nafasi nyingine. Lakini kuna mwamba anaitwa Samsoni, alivuruga kupitia Delila, lakini nywele zilipoota mara ya pili, Mungu akampa nafasi nyingine, akawavuruga maadui kuliko mara ya kwanza. Sauli amepoteza kibali mazima, lakini Samsoni amepoteza kibali, kinarudi tena. Mungu anampa nafasi nyingine. Unaweza kuwa uliharibikiwa mara ya kwanza, haimaanishi ndio imeisha. Mungu anakupa nafasi nyingine. Na mimi ninakuombea wewe ambaye jambo likiharibika hauitwi tena, awamu hii utaitwa tena, unaitwa pazuri kuliko mara ya kwanza, tena unapokeleka vizuri kuliko mara ya kwanza. Biblia inasema mara ya mwisho Samsoni aliua watu wengi kuliko mara ya kwanza. The second chance huwa tunafanya vizuri kuliko mara ya kwanza. Ninakuombea nafasi ya pili kwa damu ya Yesu. Ninakuombea nafasi ya pili. Kuna watu wako mahali wanafurahia, wanasema amefukuzwa hatarudi tena, wanasema amekatarika hatapokeleka tena. Watashangaa baada ya semina hii unaitwa tena, unakaribishwa tena, kwa sababu Mungu anatoa nafasi nyingine tena, nafasi ya upendeleo, nafasi ya neema, nafasi ya kibali. Na mimi ninakuombea nafasi ya pili, urudi kusoma tena. Nafasi ya pili, uanze biashara upya tena. Nafasi ya pili, urudi China tena. Nafasi ya pili, urudi kwenye utumishi tena. Najua uliharibu mara ya kwanza, lakini neema ya Bwana na kibali cha Bwana kiko juu ya Esther. Pokea hicho kibali, kibali cha nafasi ya pili, kibali cha address ya pili. Korobo sekerebes. Sijui naongea na nani? Naongea na nani? Unafahamu, haijalishi mahusiano ya kwanza yameharibika, Mungu ana Rehoboth yako iliyo nzuri kuliko uliokuwa unayataka. Ninajua ulipata nafasi ikapotea. Hakuna kampuni imewahi kukuita tena. Kipo kibali. There is favor of God tonight. Kuna kibali cha Bwana usiku wa leo. Na kuombea hiyo nafasi ya pili. Na kuombea hiyo nafasi ya pili. Oh, I do remember. Kuna mtoto nilikuwa namtolea ushuhuda Cathedral. Masista wakamuita, ni shule ya masista. Wakaambia mzazi, huyu mtoto anatuaibisha shuleni, anakuwa wa mwisho kila mtihani. Tumemchoka sasa. Tunaomba muje mchukue mtoto wenu. Tunaomba mumtoe, mtafutieni shule nyingine. Anasoma shule ya kifahari, anasoma shule nzuri, anasoma shule ya gharama kubwa. Wazazi wanajikamua ili asome, lakini akirudi ana 0, akirudi ana 17, akirudi ana 27. Masista wamesema hela tunazitaka, lakini aibu ya huyo mtoto hapana. Mama yake akaja kunishirikisha, nikamwambia tuingie kuomba maombi ya nafasi ya pili. Masista wakasikia maombi yetu, maana Mungu alitujibu, wakampa yule mtoto nafasi ya pili. Nataka nikwambie, masista walimtafuta mama yake, wakamwambia hatuamini kama ndio huyu mtoto aliyekuwa na 0 ana 80 saizi, ana 70 saizi, aliyekuwa na 23. Mungu ampe nafasi ya pili mtoto wako. Nawezekana ropo koroboseke rika kandarabaseke. Nafasi ya pili, nafasi ya pili. Namkumbuka mtoto wa pili tuliyemwombea shule iliyoko Moshi. Mama yake ananiambia, mwanangu masisa hawamtaki mtoto tena, anasoma shule ya ada ya milioni 4, shule iko Moshi. Nikamwambia tuingie kuomba. Mungu anatoa kibali tena. Kibali cha Bwana kikija juu ya mtoto atafanya vizuri. Mtoto alipewa nafasi ya pili, alifanya vizuri kuliko mara ya kwanza. Na muombea mwanao nafasi ya pili. Mume wako amefukuzwa kazi, hajawahi kuitwa tena, na muombea nafasi ya pili. Kibali cha nafasi ya pili, kibali cha nafasi
nafasi ya pili, kibali cha nafasi ya pili, kibali cha nafasi ya pili. Bwana akupe hicho. Unarudishwa kazini, unarudi kwenye biashara, unarudishwa kazini. Kibali cha nafasi ya pili. Utasimama tena, ulifanya biashara ukafilisika, umekata tamaa, unapata nafasi ya pili tena. Korobosaka rabosika. Simama juu kwa miguu yako. Sijui naongea na nani, sijui naongea na nani, sijui naongea na nani, lakini naona nafasi ya pili. Kuna nafasi ya pili, kuna nafasi ya pili. Samsoni anapewa nafasi ya pili. Mungu ampe nafasi ya pili mume wako. Kuna mtu umekaa nyumbani muda mrefu, unajitahidi kuitafuta nafasi ya pili ya hiji. Acha kibali cha Mungu kije juu yako. Kibali kije na hiyo nafasi ya pili. Mungu akuketishe tena. Ramoseke, inua mikono yako. Rika kanda raboseke. Sijui Mungu anazungumza na nani, lakini kuna mtu ambaye adui amejaribu kukuibia hicho kibali na unaona kabisa haujawahi kupata nafasi ya pili. Ninakuombea hapa. Kuna mtu ambaye adui amekuvika vazi la kukatalika. Kila ndoa inapokuja, unapofika kwenye uchumba, eneo la ndoa inavunjika kabisa hilo vazi. Siku ya leo Bwana analiondoa, Bwana analiondoa, Bwana analiondoa, Bwana analiondoa, Bwana analiondoa. Kama wengine wanapata kibali, acha Mungu akupe na wewe kibali. Hiyo roho ya kuchukiwa bila sababu, hiyo roho ya kukatalika bila sababu, mbingu zinaingilia kati hapa. Rapokoria masaka. Ela kuomba na watu kadhaa. Jasini nisaidie, tusogeze hii mimbali pale pembeni. Nitaongoza maombi hapa, alafu nataka kuomba na watu kadhaa hapa. Jesus. Nataka kuomba na mtu ambaye unapita kwenye vita ya kukosa nafasi ya pili. Njoo. Nataka kuomba na wewe. Ramasaka. Kama utaishia kushangaa watu, endelea kushangaa. Lakini nataka kukuambia Mungu yuko hapa. Nilikusemesha kuanzia jana, nimemwona Mungu, mbingu zimefunguka, anahudumia watu hapa. The second chance. Kuna watu ambao kila ukipata nafasi, ikipotea hairudi tena. Nataka kuomba na wewe hapa. Kundi la pili, nataka kuomba na watu ambao unaona unapita kwenye vita ya kuchukiwa na ndugu zako bila sababu, ya kuchukiwa na wafanyakazi wenzako, hauioni sababu, unajitahidi kufanya zebesi. Unachukiwa na mume wako, hauioni sababu ya msingi sana. Unachukiwa na mke wako, hauioni sababu ya msingi sana. Nataka kuomba na wewe. Nataka kuomba na mtu ambaye ni watatu. Umewahi kuota ndoto za kuibiwa viatu, za kuibiwa mavazi, umeibiwa kitu kwenye ndoto. Nataka kuomba na wewe hapa. Rapopoposeke, rikikindi rimasaka, ranta kataya. Takuomba na mtu ambaye umewahi kuibiwa kitu kwenye ndoto. Umewahi kuibiwa daftari, umewahi kuibiwa kalamu, umewahi kuibiwa mavazi, umewahi kuibiwa kitu cha ofisini, umewahi kuibiwa kitu cha ndoa yako. Takuomba na wewe hapa. Rapokoria maseke. Jesus, Jesus. Jesus, endelea kuomba uko ulipo tu. Endelea kusema kitu na Bwana. Wakati wanawapanga watu hapa vizuri, endelea kusema na wapanga. Kuna mstari tutapita hapa na wachungaji wangu wazuri, baba zangu, wapangeni kuwe na mstari katikati, na wahudumu muwe tayari kuhudumia watu hapa. Hakikisheni mnapowapanga watu kuna mstari wa wahudumu kupita katikati. Hakikisheni mnapowapanga watu kuwe na mstari. Kule nyuma endelea kuomba tu kimya kimya. Endelea kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana. Kesho tutaendelea na agenda ya 4 au dalili ya 4. Tutaenda nayo hadi ya dalili ya 10, na kila dalili tutakuwa tunaisogeza mbele za Bwana hapa. Ni wakati na saa ya kurudishwa kwenye nafasi yako, na ni wakati na saa ya kurudishiwa kibali chako. Rapokorobo seke rimamanda. Mungu atakapokuwa anahudumia hapa nyuma, atakuwa anahudumia hadi kule, huku mbele atakuwa anahudumia hadi kule nyuma. Kwa usije ukasema tu Mungu yuko pale mbele. Hapana, kuza Mungu zitapita hadi huko, kuza Mungu zitapita hadi mtandaoni. Wale wanaotufuatilia kwenye YouTube channel yetu dakika hii, kuza Mungu zinapita pia na huko. Ninaona kibali chako kinarudishwa. Kuna mavazi yanavuliwa. Ninaona magamba yanadondoka kwenye uso wa mtu. Ninaona magamba yanadondoka kwenye uso wa mtu. Magamba yanadondoka kwenye uso wa mtu. Magamba yanadondoka kwenye uso wa mtu. Ninaona magamba yanadondoka na mbingu zinazungumza. Magamba yanadondoka. Ninaona magamba, 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 magamba,
magamba. Kama vile nyoka anavyojivua, ndivyo ninavyoona magamba, ndivyo ninavyoona magamba, 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 magamba. Nguvu za Mungu zinapita hizo magamba, magamba, magamba. Hayo magamba ndio mpaka kwenye nywele. Kila walichokuvisha, kila walichokuvisha, kila walichokupaka, kila walichokupaka, hayo mafuta ya kipepo waliokupaka ndotoni, hayo mafuta ya kipepo waliokupaka wakati unaenda kwa hao waganga, hayo mafuta ya kipepo ropo. Kuna mtu ameanguka, wahudumu hapo. Hayo magamba, hayo magamba, hayo magamba. Endelea kunyosha mikono, usichoke. Hayo magamba, hayo magamba, hayo magamba, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna mtu wa pili ameanguka hapa, msaidieni kwa damu ya Yesu. Nisaidie kushika mtoto huyu mama. Something's happening, something's happening. Saidia kushika mtoto huyu mama. Yes, something's happening, something's happening. Endelea kuomba, usimsubirie mwalimu. Endelea kuomba, usimsubirie mwalimu. Wanaachia kibali chako, wanaachia kibali chako. Mikono iliyoibiwa leo inarudishwa, mikono iliyoibiwa leo inarudishwa. Hiyo mikono ndio hiyo mikono iliyoibiwa leo inarudishwa. Mikono iliyoibiwa, mikono iliyoibiwa inarudishwa, inarudishwa, inarudishwa. Wamekupa mikono ya chuma ulete, wamekupa mikono ya kwao, wamechukua mikono yako ambayo imebeba baraka. Rapopoposeke, ropokoria masaka, rando roposeke. Kuna operation inaendelea, watu wa Bwana, inaendelea hata hatujaanza kusukuma maombi. Something's happening, something's happening, something's happening. Kibali cha ndoa, kibali cha kuolewa, kibali cha kuolewa. Akansisi, kibali cha kuolewa. Shika mtoto wa pili wa yule mama. Something's happening. Shika mtoto wa pili yule. Koroboseke. Kuna watu wanashangaa watu. Endelea kushangaa tu. Kama unajua umekuja kuomba, mwambie Bwana, ninaomba kibali changu, ninarejesha kibali changu. Nyosha mikono yako, nyosha mpaka kule nyuma na huku mbele. Sema Bwana Yesu. Sema tena kwa sauti na kwa kumaanisha, Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante kwa neno lako ulilolituma kwenye maisha yangu. Nimelipokea kwa shukrani, na kwa neno lako ninasimama mbele zako kwa toba. Ninaomba toba mahali popote dhambi ilipopata uhalali kwenye maisha yangu, ikapoteza kile kibali kilichokuwa juu yangu. Ninaomba toba mahali popote uovu ulipopata uhalali kwenye maisha yangu, ule uovu ukapoteza kile kibali kilichokuwa juu yangu. Ninaomba toba juu ya makosa, kosa lolote nililolifanya likapoteza kile kibali. Naomba toba, naomba toba kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono hivyo hivyo. Ninasikia kukuongoza toba. Kwa sababu wakati ninaomba toba, Mungu ananiletea picha ya mfalme Sauli. Halafu Roho Mtakatifu ananiambia alipoteza kibali kwa sababu ya makosa yake na dhambi zake. Sema tena, Bwana Yesu, ninaomba toba mahali popote ambapo sikuitii sauti yako, ukaniacha na kile kibali kikaondoka. Naomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante, asante kwa kunisamehe, asante kwa kunisamehe. Ninaomba tena uwepo wako na kibali chako kwenye maisha yangu kuanzia sasa. Roho yoyote ya kukatalika, roho yoyote ya kupoteza kibali niliyovishwa kichawi, niliyotupiwa kipepo, hiyo roho niliyozaliwa nayo, roho
ya kukatalika kuanzia sasa hauna uhalali. Ninakuamuru toka, achia maisha yangu, achia uchumi wangu, achia familia yangu. Roho ya kukatalika, roho ya kukatalika, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Ninavua kila vazi la kipepo, vazi la kuchukiwa, vazi la kukataliwa, roho ya kuchukiwa, navua. Endelea kuomba, vua. Destiny, chukua mic mtu wa Bwana. Vua. Tupo kwenye agenda ya kwanza. Vua. Vazi la kukatalika, vazi la kuchukiwa, vazi la kukatalika. Vua hiyo vazi. Vua. Endelea kuomba mtu wa Bwana. Ropoko robo seke. Ninavua hilo vazi katika ulimwengu wa roho. Vazi lolote ulilovishwa, vazi la kukataliwa, kwa damu ya Yesu Kristo, ninavua hilo vazi. Umekataliwa kazini, umekataliwa kwenye lango la ndoa, kwa damu ya Yesu Kristo. Hilo vazi sio fungu lako. Ninakuvua hilo vazi kwa damu ya Yesu Kristo. Hilo vazi halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila vazi ulilovishwa, vazi la kukataliwa kwenye kazi yako, vazi la kukataliwa kwenye lango la uchumi wako, vazi la kukataliwa kwenye malango ya elimu, kwa damu ya Yesu Kristo ninavua hilo vazi katika ulimwengu wa roho. Ninalivua hilo vazi katika ulimwengu wa roho. Iwe kuna madhabahu imekuvisha hilo vazi, kwa damu ya Yesu Kristo, kila sadaka iliyoachiliwa kwenye madhabahu ya nguvu za giza kwa ajili ya kukuvisha vazi la uharibifu, kwa damu ya Yesu Kristo, achia hiyo nafsi. Roho ya kukataliwa kwenye biashara, kukataliwa kwenye malango ya uchumi, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila vazi lililoachiliwa, kila matamko yaliyoachiliwa ya kuachilia kwamba hautasimama kwenye nafasi yako, kwa damu ya Yesu Kristo ninarejesha nafasi ulioipoteza katika ulimwengu wa roho, ukadhibitika katika ulimwengu wa mwili, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila vazi la kukataliwa, kila tamko la kukataliwa siku ya kuzaliwa kwako, inawezekana kwenye madhabahu ya kifamilia umekataliwa kwa kutamkiwa uharibifu, bali kwa damu ya Yesu Kristo roho yoyote ya kukataliwa haitakuwa fungu lako. Kuna mafuta Bwana ameachilia kwa ajili ya kukurejeshea kibali. Kuna mafuta Bwana ameachilia kwa ajili ya kurejeshewa kibali katika ulimwengu wa roho. Pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Bwana kwenye utumishi ulionao, pokea kibali cha Bwana kwenye kazi ulionayo, pokea kibali cha Bwana, kibali cha kukubalika, kibali cha kupata nafasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila misingi iliyosimama kwa ajili ya kufadhili roho ya kukataliwa haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kila tamko lililotamkwa kwa ajili ya kukataliwa halitakuwa fungu lako kwa watoto wako, kwenye uzao wako uliopo na ujao, katika jina la Yesu Kristo. Tumeweka mipaka katika ulimwengu wa roho, hautakataliwa katika jina la Yesu Kristo. Hautakataliwa kwenye utumishi wako, kwenye biashara yako, haijalishi ni ndogo kiasi gani, lakini Bwana anaiona ya kwamba ni kubwa na ina matunda mbele.
Mungu katika jina la Yesu Kristo, washarika hawa na Wakristo hawa, roho ya kukataliwa isiwe fungu lao, wakapate kibali Bwana, wakapate kibali hapo walipoweka hiyo fremu, hapo walipoweka biashara yao, wakapate kibali katika jina la Yesu Kristo, wakapate kibali kwa bosi wao, wakapate kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakataa kila roho ya kukataliwa, tunakataa kila roho ya kukataliwa. Tunaanzisha biashara hazisongi mbele, roho ya kukataliwa na uharibifu imekuwa sehemu ya fungu lao. Mungu katika jina la Yesu Kristo, tunaachilia damu ya Yesu Kristo, tunaachilia damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho, juu ya uzao wetu, juu ya uzao wetu, juu ya uzao wetu. Kama kuna roho yoyote kukataliwa, imetokana na mababu na mabibi, imetokana na mababu na mabibi, kwa jina la Yesu Kristo tunawaweka huru sasa, tunawaweka huru sasa. Tunafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri iliyoachilia uharibifu na roho ya kukataliwa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Saa ya ukombozi ni sasa, saa ya kukomboa kibali ni sasa, saa ya kukubaliwa kwenye nafasi yako ni sasa. Unanena yaliyo mema lakini hayapati kibali, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana anarejesha kibali, Bwana anarejesha kibali kwenye kazi yako, Bwana anarejesha kibali kwenye biashara yako, Bwana anarejesha kibali kwenye afya yako, Bwana anarejesha kibali kwenye masomo yako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kila misingi ya uharibifu iliyoachiliwa ili uweze kukosa kibali, kwa damu ya Yesu Kristo ni wakati wa kurejesha kibali, ni wakati wa kurejesha kibali. Maana vazi la uharibifu limevuliwa tena, vazi la kushtakiwa limevuliwa tena kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunavunja kila nira, tunavunja kila nira mabegani pako, nira ya uharibifu uliofungiwa kwa mafuta ambayo Bwana na upako aliouachilia. Kila nira inaanguka mabegani mwako. Wewe mama, inaanguka hiyo nira mabegani pako. Ewe baba, nira inaanguka mabegani pako. Nira yoyote iliyokufungia kukataliwa, kwa damu ya Yesu Kristo, kila nira ikakuachie kwenye kazi zako. Kila nira iliyokushikilia unakataliwa kwenye kila eneo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nira ikakuanguke sasa, nira ikakuachie sasa kwa mafuta na upako wa jioni ya leo. Hiyo nira iliyokushikilia haupati kibali kwa damu ya Yesu Kristo. Nyosha mikono yako tena. Niwaombe wachungaji baba zangu mnisaidie. Ninasikia kuwagusa hawa watu waliopita mbele. Kwa hiyo niombe walau mpitishe mikono yenu hapa. Ninasikia hicho kitu na ni wengi, siwezi kuwamaliza na muda unakimbia, lakini mjue tumeanza maombi leo ni mpaka siku ya mwisho. Tunaelewana watu wa Bwana? Ndio kwanza tumeanza. Tunaelewana? Kwa maombi haya tunaenda nayo mpaka siku ya mwisho. Ni maombi ya kuhakikisha kibali chako kinarudi. Kwa hiyo watapita, mtumishi wa Mungu Justini atapita na wachungaji na theolojia wale wahudumu wachache watapita, na mchungaji akiwa amemshika mtu, nyuma ya mchungaji kuwe na mhudumu. Mtu asianguke moja kwa moja au asije akarusha ngumi kumpiga mchungaji anayemuombea. Hakikisha wahudumu mnagawana. Mhudumu mmoja awe nyuma ya mchungaji Madu, mhudumu mwingine awe nyuma ya mtu anayemuombea, kwa sababu kuna kitu kinaenda kufanyika watakapopita wachungaji. Kuna kitu kinaenda kufanyika. Kuna kitu kinaenda kufanyika. Mnaweza mkaendelea tu kupita watumishi wa Mungu. Endelea tu kupita. Kuna kitu kinafanyika. Kuna kitu kinafanyika. Kuna kitu kinafanyika mpaka kule nyuma. Kuna kitu kinafanyika. 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 Ninaona kuna kazi za uchawi zilifanyika ili kuhakikisha unapoteza kibali. Hizo nguvu za giza zinavunjika. 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 Zinavunjika, zinavunjika. Kila kazi iliyofanyika ya kipepo ili kuondoa kibali chako, hiyo kazi kuanzia leo inavunjika. Kuanzia leo inavunjika.
kuanzia leo inavunjika, kuanzia leo inavunjika. Pokea kibali cha kazini, pokea kibali kwenye hiyo ndoa, pokea kibali kwenye hiyo ndoa. Ninaona agano, kuna mtu amefanya agano na majini na yanapita kwenye ndoa mara kwa mara, yanakuingilia ndotoni na ndoa imevurugika kabisa, yamekuvika vazi la kukatalika kwa mume wako au kwa mke wako. Navunja hilo agano, navunja hilo agano, navunja hilo agano, navunja hilo agano, navunja hilo agano. Unapita moto kwenye hicho kidole cha pete, unapita moto kwenye hicho kidole ambacho kina pete ambayo ni ishara. Unapita moto, unapita moto. Mungu anakurudishia, Mungu anakurudishia, Mungu anakurudishia. Ndoa yako inarudi, ndoa yako inarudi, ndoa yako inarudi. Kuna agano ambalo limezuia uchumba wako usifike kwenye hatua ya ndoa, na hilo agano umefanya na majini na wewe mwenyewe ujui. Agano hilo linavunjika, 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 linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, linavunjika, 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 linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano. Na mtafuta Justin uko wapi? Linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, linavunjika, 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 linavunjika hilo agano, linavunjika. Njoo mwingi, niwekee mkono kwa yule binti pale kwenye kidole chake cha pete, kidole ambacho wanavalisha pete hiyo. Niwekee mkono, endelea kuomba, usishangae, endelea kuomba. Huyo yes, weka kwenye hicho kidole. Linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, linavunjika hilo agano, hilo agano, 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 agano la kipepo linaloua uchumba, linaloua usifikie ndoto, linavunjika, linavunjika. Navunja hiyo ndoa ya kipepo, navunja hiyo ndoa ya kipepo, navunja hiyo ndoa ya kipepo. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kazi za madhabahu ya kipepo, kila kazi za madhabahu ya kichawi, kila kazi za madhabahu ya miungu zilizoshikilia maisha yake, hizo kazi zinavunjika, 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 zinavunjika. Hilo vazi linavulika, 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 linavulika. Hilo vazi la kukatalika, vazi la kuchukiwa, vazi la kuchukiwa mpaka kule nyuma, linavulika, linavulika. Ninaachilia roho ya kibali, mafuta ya kibali yakate hiyo nira, yakate hiyo nira, mafuta ya kibali. Pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta, pokea hicho kibali, pokea hicho kibali, pokea hicho kibali. Kibali cha Bwana kinaposhuka juu yako, nguvu za giza zinakimbia, roho ya kukatalika inakimbia. Pokea, pokea hicho kibali, 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 pokea. Ninaachilia hicho kibali. Yoyote aliyeshikilia kibali chako kwenye ulimwengu wa roho anapigwa, anapigwa kwa moto na damu ya Yesu. Toka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu. Hiyo misimu ya nyumbani kwao inasema ni sisi tumezuia asifanikiwe, tumezuia asifanikiwe. Sikia neno la Bwana. Enyi misimu ya familia, enyi misimu ya ukoo, sikia neno la Bwana. Pigwa kwa jina Yesu, 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 pigwa. Haja mhudumu hapa, pigwa kwa jina Yesu, pigwa kwa jina Yesu. Toka, fire on you, fire on you. Achia kibali chake, achia kibali chake. Mizimu ya familia unasema huyu ni wa kwetu, tumezuia vitu vyake vyote. Kuanzia leo nafungua mikono yake, nafungua na miguu yake, nafungua, nafungua, nafungua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza toka, achia, 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 achia kibali chake, achia, 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 achia. Fire on you, fire on you, fire on you, fire on you. I command you demons in the mighty name of Jesus, come out, 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 come out. Fire on you, fire on you, fire on you, in the mighty name of Jesus. Tunamalizia, endelea kuomba. Something's happening. Kuna watu ambao kibali chako kinaachiliwa, kibali chako kinaachiliwa. Rapo seke, nyosha mikono mpaka kule nyuma. Sema, Bwana Yesu, chochote cha maisha yangu kilichoibiwa kwenye ndoto, kilichoibiwa kichawi, kilichoibiwa kwa nia mbaya,
ninapeleka moto, ninapeleka moto kwenye hiyo mikono iliyoiba kibali changu, iliyoiba mavazi yangu, iliyoiba elimu yangu, iliyoiba utajiri wangu. Napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto kwenye hiyo madhabahu, kwenye hiyo madhabahu iliyoshikilia kibali changu. Napeleka moto, napeleka moto. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mikono iliyoshikilia kibali changu, ungua, 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 ungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nyosha mikono mara ya mwisho, nyosha mikono mara ya mwisho. Ninaiona roho ya mauti, wamekunyang'anya kibali, wanataka kukuua kabisa, wakutoe kwenye hiyo nafasi, wakutoe kwenye hiyo ndoa, wakutoe kwenye hiyo biashara, wakutoe kwenye hiyo ofisi. Sikia neno la Bwana, kama Mungu wangu aishivyo, hakuna hata mmoja wetu atakayekufa, hakuna hata mmoja wetu atakayekufa. Roho ya mauti, ilo kaburi mlilofukua, ninalifukia kwa jina Yesu, ninalifukia kwa jina Yesu, ninalifukia kwa jina Yesu. Nakataa roho ya mauti, nakataa roho ya mauti. Kuwapi kujisifu kwako ya mauti? Toka, achia, toka, achia, toka, achia, 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 achia maisha yake, achia maisha yake, achia, 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 achia. Roho ya mauti, roho ya mauti, malaika wa Bwana unayefanya kazi nami, ninakutuma, pita kiti kwa kiti, kiti kwa kiti, kiti kwa kiti. Kila ambaye roho ya mauti inawinda na kushambulia maisha yake, tunapiga hiyo roho, tunapiga hiyo roho. Mauti ya uchumi, mauti ya maisha yake, mauti ya nafasi yake, roho ya mauti pigwa, roho ya mauti pigwa, roho ya mauti pigwa. Achia, 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 achia Yonas, achia Yonas, achia Yonas kwa damu ya Yesu. Shika sadaka yako, shika sadaka yako. Kama uko mbele, sadaka iko kule, nenda kachukue sadaka yako. Shika sadaka yako. Kama hauna bahasha, nyosha mikono, watakuletea bahasha mahali ulipo. Kama hauna bahasha, wahudumu, kuna watu wamenyosha mikono hawana bahasha, nisaidie kuwapelekea kwa kasi. Tuna dakika 3 tu zimesalia.